hatuoi ili tufanye ngono kabisa. Yani hapo ndio ujinga wa watu wengi ulipo. Watu wengi wanajua tunaoa ili tu sex. The wedding cycle. Zamani ulikuwa mzazi anaweza akakuchagulia mwanamke wa kuoa, nenda kaoe kwa fulani, yule binti tunamfahamu ana tabia nzuri na nini. Lakini sasa hivi dunia imebadilika, utandawazi umekuwa ni wengi, vijana hawajitunzi. Kwa hiyo mtu anakuambia bwana, siwezi kuoa mwanamke ambaye sijui hata yupoje. Kwa hiyo lazima tutesti kwanza mitambo. Naweza nikaoa afu nikakuta labda sio size yangu, au nikaoa nikakuta mambo mengine ambayo sio. Kwa hiyo yatakuwa ni maumivu ya maisha yote, kwa sababu tayari nishaingia kwenye ndoa. Na umesema uchumba ni miezi 6 hadi mwaka mmoja mkishafika kwa wazazi. Je, ni sahihi kufanya hivyo vitu kabla ya ndoa kwa ajili ya kupima na kuangalia, au sio sahihi? Kwa herufi kubwa sio sahihi, lakini nitolee maelezo kidogo. Lakini kwa herufi kubwa sio sahihi. Yani ndio maana nasema mimi niko tofauti na watu wengi. Kwa nini tunaoa? Hatuoi ili tufanye ngono kabisa. Yani hapo ndio ujinga wa watu wengi ulipo. Watu wengi wanajua tunaoa ili tu sex. Ukisoma Biblia, mwanaume kabla hajapewa ngono alipewa vision. Mwanamke alikuja kusupport vision. Kwa hiyo mwanamke anapojiengage na mwanaume ni mbeba maono, mwanamke ni supportive. Kwa hiyo mimi ninapomwoa mke wangu nahitaji mwanamke atakayenisaidia kufikia maono, ambao maono ya mwanaume ni ya Mungu aliyoyaweka ndani ya mwanaume. Kwa hiyo tendo la ndoa, Myahudi, ni sehemu ndogo ya ndoa. Sasa we kama unasema mimi sioi mpaka ni test mitambo, ina maana akili yako inaamini tendo la ndoa ndio ndoa. Hiyo ni wrong. Kwa sababu hata huyo alianzisha ndoa, Mungu anasema usizini, na maana ya kuzini ni kulala na mwanamke kabla haujaoa. Sasa ili uweze kuingia kwenye ndoa vizuri kwa heshima mbele za Mungu, haupaswi ulale na mwanamke. Kwa hiyo sio lazima tuende na tamaduni za jamii tunayoishi. Mimi nafikiri tuende kulingana na Mungu anatakaje. The wedding cycle.